Asante, mimi naitwa Mwalimu Daniel. Mwalimu Ndacha, kuna swali aliloliweka hapa ambalo mhadhiri aliyepita Maulana hajagusa. Msingi wake ulikuwa kwenye Qur'ani sura ya 4 aya ya 79. Wema uliokufikia umetoka kwa Mwenyezi Mungu, na ubaya uliokufikia umetoka nafsini mwako. Mwenyewe umefanya mambo hata yakakufika hayo, nasi tumekupeleka kwa watu kuwa mtume na Mwenyezi Mungu ni shahidi. Akahoji, hao waliokuwa wanampeleka Muhammad kuwa mtume kwa watu huku Mungu akiwa shahidi ni akina nani? Dakika 20 zote hakuna aliyejibu hapa. Kwa sababu amesema ni mdahalo wa kielimu. Msomaji, mwalimu, Amosi 3:7. Hakika Bwana Mungu ndio hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake nini? Manabii siri yake. Ni kawaida ya Mwenyezi Mungu, sisi hatumuoni. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kama ana siri yoyote ambayo anataka ifike kwa wanadamu, anamtafuta nabii au mtume wake, alafu anampa. Yule nabii ndio anabeba ile siri kuja kukupeni watu. Je, Muhammad anakidhi vigezo hivyo? Fungua Qur'ani sura ya 6:50. 6:50 kitabu ni cha Qur'ani. Inasemaje? Qur'ani inasema hivi. Katika 6:50 kitabu ni cha Qur'ani. Inasema huyo ni Muhammad. Sema. Muhammad anaambiwa sema. Yuko anayemwambia Muhammad sema, na Waislamu wanaamini huyo anayemwambia Muhammad sema ndio Allah, Mungu wa Waislamu. Haya, Allah anamwambia Muhammad aseme nini? Mimi sikuambieni kuwa ninazo hazina za Mwenyezi Mungu ndio nikakupeni mnayoyataka? Ndio. Wala sikuambieni kuwa najua mambo ya siri ya Mwenyezi Mungu nikakubabaishieni yatakavyofikieni ndio katika biashara zenu ndio na mengineyo ndio kama mlivyotaka. Ndio. Nikawaambieni ndio. Wala sikuambieni kuwa mimi ni malaika ndio hata mkaniambia kwa kuwa ninakula na kuoa. Asante. Mimi sina siri za Mwenyezi Mungu mnazozitaka ili nikubainishieni. Amosi 3:7 anasema Mwenyezi Mungu anawafunulia manabii siri zake. Muhammad mtume wenu wa Uislamu anasema mimi sina siri za Mwenyezi Mungu. Qur'ani inaanza kumkataa Muhammad kwamba hastahili kwenye utume. Kwa nini? Hana siri za Mwenyezi Mungu. Qur'ani sura 72 aya 25 mpaka 27. 72 sura ya majini. Hao wanaotakiwa wapewe siri za Mwenyezi Mungu, je, Muhammad yumo? Inasema hivi. Inasemaje? 72 25 hadi 27. Inasemaje? Sema. Sijui kama sema. Sijui kama yuko karibu hayo mnayoahidiwa. Ndio. Au Mola wangu atayawekea muda mrefu. Ndio. Yeye ndiye mjuzi wa siri. Wala hamdhihirishi yoyote siri yake isipokuwa mtume wake aliyemridhia. Allah hamridhii utume kutoa siri zake kwa mtume isipokuwa yule aliyemridhia. Qur'ani 6:50 Muhammad anasema mimi sina siri za Mwenyezi Mungu. Maana yake hana utume na unabii kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Maneno anayoyasema ni maneno ya kwake mwenyewe. Ndio maana swali aliloweka Mwalimu Ndacha hapa kwamba hawa wanaosema nasi tumekupeleka kwa watu kuwa mtume na Mwenyezi Mungu ni shahidi, ni akina nani? Mungu ndiye anayetakiwa atoe siri zake ampe nabii wake. Kwenye kundi la manabii ambao wanatakiwa wapewe siri za Mwenyezi Mungu ili wawe manabii kwa mujibu wa Qur'ani, Muhammad hayumo. Fungua Qur'ani sura 29 aya 27. 29:27. Inasema hivi. Inasema nini? 29:27 kitabu ni cha Qur'ani. Inasemaje? Na tulimpa kumzaa nabii Ishaka. Tukamjukuu nabii Yakobo. Na tukaweka katika kizazi chake unabii. Na tukapata kitabu. Tukaweka katika kizazi chake unabii na kupata kitabu. Ndio. Na tukampa ujira wake katika dunia. Ndio. Naye katika akhera kwa yakini atakuwa miongoni
nabii Isihaka. Anaongelewa hapo ni Ibrahimu. Na tukamjukuu nabii Yakobo, na katika kizazi chake, yani kizazi cha Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Qur'ani nasema tuliweka unabii na kupata kitabu. Yani kwa mujibu wa Qur'ani, ili umjue nabii awe ametokea kwa Ibrahimu, kuruka kwa Isaka, kuruka kwa Yakobo, kwa mujibu wa Qur'ani. Je, Muhammad anatoka kwenye kizazi cha Ibrahimu, kuruka kwa Isaka, kuruka kwa Yakobo ili awe nabii? Subutu. Kwa kama mlitaka mjadala wa kielimu, kama Waislamu leo walitaka mjadala wa kielimu, anwani inayosema Mungu ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo ndio anwani inayotoa unabii. Je, Muhammad anatoka hapo? Kuna watu watakuja kutuchomekea hapo, Ishmaili. Kwenye aya hiyo tu Ishmaili hayupo. Yani hata Allah akamwacha na Ishmaili. Sembuse Muhammad. Sembuse Muhammad. Sikiliza. Vigezo vilivyowekwa vya maandiko ya kibiblia kwamba Mungu ili atoe siri zake anazitoa kwa manabii wake kabla ya Qur'ani. Baadaye Qur'ani inakuja, Qur'ani 650, Muhammad anaulizwa, vipi wewe una siri za Mwenyezi Mungu? Maana Uislamu umeikuta Biblia ikiwepo, na ilijua kabisa kwamba ili mtu awe nabii lazima awe na siri za Mungu. Watu wanamuuliza Muhammad, siri za Mungu nazo? Qur'ani 650, Muhammad anasema wala mimi sina siri za Mwenyezi Mungu. Muhammad, kama una siri za Mwenyezi Mungu una nini? Ndio confusion iliyojaa ulimwenguni leo. Ndio maana sehemu zingine watu wakisema Muhammad sio mtume, linatolewa panga la kukata. Mimi nitakata sana shingo yangu, lakini sitakubali Muhammad ndio mtume. Kwa nini? Qur'ani imemkataa na Biblia imemkataa. Mimi kwenye mdaro wa mwaka 2008 Diamond Jubilee, tena walikuwa niliwaambia hivi, ninakubaliana na nyinyi mkiniambia Muhammad alikuwa chifu wa kabila la Makureshi. There he was. Kwa nini? Babu yake Abdul Muttalib ndio aliyekuwa chifu mkuu wa kabila la Makureshi. Alivyokufa ikabidi uchifu uende kwa mtoto wake Abdalla akawa hayupo. Kwa uchifu kaenda kwa mjukuu wake ambao ndio Muhammad. Mkisema Muhammad ni chifu, mimi nitaungana na nyinyi. Lakini mkisema Muhammad ni mtume kama mada ya leo, Biblia imemkataa na Qur'ani imemkataa. Muislamu, okoa roho yako. Amen. Na maneno yako yamesikiwa. Sasa